Hizi ndizo app 5 zinazolipa mtandaoni mwaka wa 2026. Ukweli wake na jinsi ya kuanza kulipwa. Watu wengi wanatafuta njia za kupata kipato kupitia simu zao, lakini tatizo ni kwamba kuna app nyingi zinazoahidi malipo makubwa huku nyingine zikiwa ni matapeli. Katika video hii nitakuonesha application 5 zinazojulikana kama zinalipa na zinalipa watumiaji wake kwa kufanya kazi mbalimbali huku mtandaoni. Pia nitachambua kila application moja baada ya moja ili ujue faida na hasara na kama inafaa. Application namba 1 ni application ya TikTok Lite. TikTok Lite ni platform ambayo mara nyingi huwa na kampeni za kuwazawadia watumiaji wake wanaoangalia video kuingia kila siku au kualika marafiki. Jinsi inayofanya kazi: unafungua app kila siku, unaangalia video, unakusanya pointi zinabadilika kuwa pesa kulingana na kampeni iliyopo. Faida zake ni rahisi kuitumia, huhitaji ujuzi wowote. Unaweza kuanza kwa simu ya kawaida tu. Lakini pia ina hasara zake hizi: malipo hutegemea nchi na kampeni yenyewe. Kipato sio kikubwa sana bila kualika watu. Je, inafaa hiyo application? Tunasema ndio, kwa hasa kwa wanaoanza kujifunza njia za kupata pesa mtandaoni. Application namba 2 inaitwa Pause App. Hii ni application inayokulipa kwa kushiriki sehemu ya internet yako ambayo huitumii pamoja na kujibu utafiti, survey. Jinsi inavyofanya kazi: unasajili akaunti, unaacha app ikiendelea kufanya kazi, unajibu survey unapopata nafasi. Faida zake: unaweza kupata pesa hata bila kufanya kazi nyingine. Kuna njia zaidi ya moja ya kupata mapato katika application hiyo, lakini pia na hasara zake. Survey hazipatikani kila wakati. Kipato hutegemea eneo uliopo. Tunaweza kujiuliza swali: je, application hii inafaa kuitumia? Ni kweli inafaa kwa mtu mwenye internet ya uhakika na anayependa tafiti. Application namba 3 inaitwa Toloka. Ni application inayomilikiwa na kampuni inayohusika na data za AI. Watumiaji hulipwa kwa kufanya kazi ndogo ndogo. Kazi unazoweza kufanya ni kutambua picha, kusahihisha taarifa, kukagua maeneo kwenye ramani na kujibu maswali mbalimbali. Faida zake: kazi zinapatikana mara kwa mara, unaweza kufanya kazi muda wowote, hakuna uwekezaji wa kuanza. Lakini pia kuna hasara zake. Hasara zake: kazi nyingine hulipa kidogo, inahitaji umakini mkubwa. Lakini tunaweza tukajiuliza, je, inafaa application hii? Ndiyo, inapofaa application hii, hasa kwa mtu mwenye muda wa ziada na anayetaka kujifunza kazi za mtandaoni. Kama ni mara ya kwanza kuangalia video zetu, ili uendelee kuzipata, bonyeza button ya chini hapo subscribe hapo. Safi, kisha gusa alama kengele, gusa all ili uwe mtu wa kwanza kile tunapoachia video mpya. Safi, like video kama umependa. Ewa, sasa share video hii, share Facebook, share WhatsApp. Namba 4, Sweetcoin inalipa kwa kutembea. Jinsi inavyofanya kazi: application huhesabu hatua zako kadiri unavyotembea, ndiyo unavyokusanya pointi. Pointi zinaweza kutumika kupata zawadi mbalimbali. Faida zake: inakuhamasisha kufanya mazoezi na pia haina kazi ngumu kabisa. Hasara zake: si rahisi kupata pesa nyingi. Baadhi ya zawadi hutegemea nchi pia. Tunaweza tukajiuliza, je, inafaa application hii? Ni kweli inafaa kwa watu wanaopenda kutembea
au kufanya mazoezi kila siku. Lakini pia kuna application namba 5 ambayo inaitwa Atapool. Atapool ni moja ya application maarufu za survey. Jinsi inavyofanya kazi, unajaza wasifu wako, unapokea survey zinazokufaa, unalipwa baada ya kukamilisha survey. Faida zake ni rahisi kuitumia, pia malipo huonekana haraka. Survey nyingi ni fupi. Lakini pia kuna hasara zake. Survey nyingine zinaweza kukuondoa kabla ya kuzisamilia. Kipato hutegemea idadi ya survey zinazopatikana. Je, application inafaa? Inafaa ndiyo, kwa watu wanaopenda kujibu maswali na kupata kipato kidogo kidogo. Kama unataka kuanza leo, tumia application ya Toroka, ni bora kwa kazi mtandaoni. Na application ya Bounce App ni bora kwa survey na internet sharing. Na pia Atapool ni bora kwa survey za haraka. Pia TikTok Lite ni bora kwa wanaoanza. Sweetcoin ni bora kwa wanaopenda kutembea. Kumbuka, hakuna application inayofanya uwe tajiri kwa siku moja. Siri ni kutumia application halali, kuwa mvumilivu na kufanya kazi kwa muda mrefu. Husika kwenye comment hapo kunaambia wewe uliwahi kutumia application gani. Kama hujatumia pia niambie katika comment hapo. Pia usahau subscribe, like na kushare ili usikose video zetu tunapotuma.